mtu mmoja alisahau kuweka simu yake silence. Ikaita kwa sauti kubwa sana kanisani, muda ambao mchungaji anahubiri. Mchungaji akamfokea sana kwa sauti kubwa na kwa ukali. Waumini wenzake pia walimsema vibaya baada ya ibada. Mke wake pia aliendelea kumsema vibaya njia nzima wakati wa kwenda nyumbani. Hata alipofika nyumbani, rafiki zake pia na majirani waliendelea kumjadili vibaya na kuliongelea swala lake. Alijisikia vibaya sana na aliona ameaibika na amedhalilishwa sana. Tangu siku hiyo, alisema hatokuja kukanyaga tena mguu wake kanisani. Jioni yake akaenda baa. Alikuwa bado ana mawazo sana. Na wakati anamimina kinywaji kwenye glass, chupa ilidondoka kwa bahati mbaya, na ile bia ikawarukia watu wengine, ikawachafua. Watu wote wakasimama, wakaanza kumfata kwa kumkimbilia, wakimwelekea alipokaa. Alifunga macho yake, akitarajia kupokea matusi au vibao, lakini badala yake wakaja na kumuuliza kama ameumia kwa kukatwa na ile chupa iliyopasuka. Mhudumu akampa pole na akamkabidhi kitambaa ajifute, kisha akasafisha vizuri pale sakafuni. Meneja wa ile baa akampa ofa ya bia nyingine, pia akamkumbatia kwa kumfariji na kumwambia, usijali kaka, ni nani asiyefanya makosa? Hakuacha kwenda kwenye hiyo baa tangu siku hiyo. Fundisho: wakati mwingine mwenendo wetu unaweza kuwakwamisha au kuwavunja wengine. Tunaweza kuleta mabadiliko kupitia jinsi tunavyowatendea watu, hasa pale wanapofanya makosa. Ikiwa unapenda movie nzuri za kibongo za Kiswahili, basi tembelea channel ya Mshishile Films. Nenda YouTube kasachi Mshishile Films. Hakikisha una subscribe, comment, kisha share kwa wengine.